sasa hivi ni bebe, ni bebe, ni bebe, say bebe. Maana ukikaa hapo tu kwenye ndoa, mapenzi uyajue, ujue mwendo mume, ujue kupika, ujue kupakua. Kuna wengine wameolewa wanapika uji ubwabwa, yani ubwabwa weleki, ugali weleki, na unasema ni mwanamke kupika unapika manini na wewe mwenyewe ukilala uyaelewi. Leo nataka nizungumzie nini? Ngoja nisome hapa kitabu cha Mithali ule mlango wa 24 mstari wa 3 tu. Sawa mwanangu? Sikiliza. Mungu ndio mwanzilishi wa ndoa. Kwa hiyo tunapofundisha, hasa mimi nafikiri na wengine, lazima tujenge mafundisho kwenye neno la Mungu. Umeelewa? Ili Mungu aendelee kukushikilia na kukutia nguvu na kukupa furaha. Kwa hiyo neno la Mungu linasema hivi: nyumba hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu huthibitika, na kwa maarifa vyumba vyake hujazwa vitu vyote vya thamani na vya kupendeza. Mtu mwanamke mwenye hekima ana nguvu. Ana nguvu za kufanya nini? Tunaanzia hapa. Mwanamke mwenye hekima ana nguvu za kubeba tofali mama. Za kufanya kupasua mawe. Amina. Mwanamke mwenye hekima mwanangu ana nguvu. Sikiliza, kuna vitu vitatu hapa. Kuna hekima, kuna maarifa na kuna ufahamu. Vitu vingapi? Kwa hiyo vinafanya kazi kwa kushirikiana. Hizi ni nguzo za mwanamke aliyeolewa, sio msichana. Sawa? Haleluya. Wasichana mpo? Nina neno moja dogo. Hizi nyakati zenu sio nyakati zetu sisi, na nyakati zenu nyinyi hazitakuwa nyakati za watoto wenu. Sawa wasichana? Amina. Wavulana wengi wa sasa hivi ni bebe, ni bebe, ni bebe, say bebe. Vijana wa sasa hivi walio wengi ni bebe. Unapata mshahara wa kwanza, Mungu amekusaidia, wazazi wamekusomesha, mshahara wa kwanza, bebe kaibiwa simu, anakudanganya. Na hajui kwa wangapi. Akikutana na wewe ni wewe tu. Akienda na pale ni wewe tu. Kitu cha kwanza nakwambia, bebe mpata mshahara ni azime. Naisikia mwanangu huko uliko? Sikiliza. Ukipata mshahara wa kwanza, kitu cha kwanza huwa ni sadaka kwa Mungu aliyekupa uzima. Sawa? Asante. Kitu cha pili, nakupa maarifa. Kitu cha pili, nenda Kariakoo, huku sijui ni soko linaitwaje. Nenda Dodoma huko kwenye maduka, tafuta shati la baba kama yupo, tafuta kitenge cha mama, bebelea mwanangu. Nenda kwa wazazi, mwambie mama ulikesha, baba ulikesha, umenisomesha. Halafu waambie, hivyo asante yangu. Mzazi yoyote hatakagi kikubwa, anatakaga ule moyo wa shukrani. Ukienda kwa mzazi na kufundisha kweli ili urithi baraka, akishapokea mwambie baba weka mkono kichwani, sema neno. Weka mkono kichwani mama yangu, sema neno. Lile neno litakupelekea upate mume mwema, litakupelekea upate uzima, usife haraka. Lile neno la mzazi, lile neno. Muulize mwenzako, ulipopata mshahara wa kwanza ulifanya nini? Tumekuja kitchen party, kwani tumekuja wapi? Kama mimi sikuyafanya, basi mwanangu afanye nini? Ayafanye. Si mmebarikiwa Sasa wewe unachukua mara umejibebisha, baby ndio napata mshahara atakununulia simu ya 200,000. Chizi. Unamnunulia mtoto wa mwenzio. Alafu kesho anakuaga. Unaanza
msifanye hayo wanangu, si ndio Nimewaona naongea nachokijua. Mimi ni kansela. Wasichana wengi wanakuja kwangu wanalia. Mmoja katika kujiua kanunua kiwanja andika jina la fulani ili aolewe haraka. Mchumi huyo, ili ziende sifa kwa mama mkwe. Kwenda kwa mama mkwe akitaki hiyo kabila. Mvulana kaanza simu hapatikani, kiwanja kachukua. Dada anataka kuchoma, tembea na kisu. Mimi nawaambia vitu vya ukweli. Hii karne nyingine. Sawa? Sasa na wewe hapo unavyolewa mwanangu, hekima ikwambie, ufahamu ukwambie. Biblia inasema kwa ufahamu wako nyumba huthibitika, maana yake inasimama. Watu wanajifunza kutoka kwako. Wenye miaka 10 mko dada? Unajua mko awamu ya ngapi? Awamu ya wamama wengi tumeingia kwenye ndoa. Nilikuwa namfundisha binti yangu hapa, tena amepata neema na kijana wake, kaka yako amefurahi, ila amesema jambo zuri, mama ulionifundisha nitayaishi. Hebu leta 5 kwanza. Sikiliza, kwa ufahamu lazima ujue, sababu makwazo kulala ndani halali, mara kwanza mchoyo ana certificate ya uchoyo. Nani yule mpenzi wako? Baba, jina lake linatokaga hiyo baba. Maruma, unaona unafuata kama basi. Maruma. Nikwambie mwanangu, sikiliza. Hakuna kitu kibaya kinamkwaza mwanamke kama mwanaume kuvunja uaminifu. Usioni hawa mama wako wengine wamejikaza hapa. Wengine mafuta hapa wanaongea mama Victor. Ongea tu dada uende, mimi hapo hata sinisikilize. Lakini kuna wengine hapa nikwambie, ndoa yao iko mwalu wapo. Hebu nipe makofi. Umesikia wapo Sasa tufanyaje leo yako huko duniani? Kuna mwingine sasa hivi ajui ni asubuhi, ni jioni, ni saa 10 na ndoa ziko saa 10 mwanangu. Mwanamke mwenye hekima hujifunza nyakati za ndoa, kwamba ndani ya miaka 10 natakiwa kutembeaje. Kuna muondoko wake mami. Wewe tembea ule muondoko wa kimisi wa futanani. Macho yake saizi hayaoni. Kuna muondoko tunatakiwa tubadilishe. Ule wa kiutu uzima. Sasa hapo siwezi kusema yote. Huyu anaelewa mengine na mwanangu. Kuna muondoko wa miaka 20. Sasa wewe tembea kama wa miaka 7. Sikiliza, ndoa ya miaka 7 na ya miaka 25 unajua hazifanani. Ndio maana nawaambiaga wasichana wale kama wewe, ukiolewa wale rika lako usiwaambie siri zako, tafuta wale wenye 25. Wale ambao wameshapita awamu ya kwanza, awamu ya pili, wanalo la kukwambia. Sasa tu unaenda kumwambia mimi wangu sisi sasa ikachelewa kurudi, na hiyo kwake ikachelewa kufanyaje? Alafu anakuambia tunafanyaje? Maana utajiri. Umenisikia? Mwanamke mwenye lika atakwambia mwanangu, hiyo tulipita tu hiyo, atakupa neno wala kufanya hivyo. Endelea na safari. Umenisikia? Huyo ni mama mwenye hekima, anatafuta wale anayekuoa sio malaika, nawe sio malaika. Naye nimemwambia miaka 3 ya kwanza uko zoezi. Wala mtu asikulaumu wewe mawifi. Miaka 3 ya kwanza nawaambiaga kabisa ni mazoezi ya kufahamiana. Kukosea lazima, kwa sababu huyu nimeshamfundisha na mume wake jinsi ya kutoa maisha ya ujana afu kuingiza maisha ya ndoa. Wengi hapa tumeolewa tunaishi maisha ya ujana kwenye ndoa. Kumbuka nilikuwa nachora, si unaona maisha ya ndoa, weka bracket. Sawa? Haya ni maisha. Ndoa ni vitu viwili havifanani. Unakumbuka? Nilimfundisha jinsi ya kujigawa mara 4. Sasa leo unaingia haujapata mafundisho yoyote jinsi ya kujigawa. Si nimekwambia inakutoka kuzidisha, kujumlisha na nini? Sasa
lazima uwe unapata sawa sawa. Kama una mahesabu ya ndoa inakutoa yenyewe, inakugalagaza, unagalagala huko unachanga. Hivi mimi si ikoje? Unaona mtu anajiuliza, hivi mama si ikoje? Na mimi niungua vipi? Hawajuani. Hamjui mume wake, alijue mwenyewe, yani hawajuani. Mume ukimdhini na wewe ukoje? Ambia unanitukana hapa. Yuko hivyo unavyomuona, sasa ikoje wakati unamuona? Yuko hivyo, sio muhuni lakini haongei ndani.